Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo kuna vitu ambavyo nahitaji tuvizungumze au ni kufundishe kuelekeza katika haya maisha au katika chochote unachokipitia kiupande. Lolote unalolipitia kwenye maisha yako lina maana, limebeba maana kubwa kwenye maisha. Chochote unachokiona kinatokea kwenye maisha yako kimebeba maana kubwa kwenye maisha. Wako watu wengine naweza ukafika mahala mkanungunika, naweza ukafika mahala mkaumia, mkaona kama Mungu amewaacha kwa yale mnayoyapitia. Na mwingine unaweza ukafika mahala ukafikiria ukasema, kwa nini mimi nimezaliwa kwenye hali, wengine wanafanikiwa, mimi sifanikiwi? Kwa nini wengine wamefika kwenye viwango mahala wanafanikiwa? Kwa nini wengine tumezaliwa tukiwa ni yatima? Kwa nini wengine tumepita kwenye misuko mikubwa na bado tunaishi? Nahitaji kuzungumza na wewe siku ya leo. Chochote unachokiona kinatokea kwenye maisha yako kimebeba hatima ya maisha yako. Chochote unachokipitia kwenye maisha yako leo kimebeba hatima ya kesho kwenye maisha yako. Kila pito unalolipitia, kila maumivu unayoyapitia, kila mabaya unayoyapitia, kila maumivu yote unayoyapitia yamebeba hatima ya maisha yako kesho. Chochote unachokifanya ukakiona kimeharibika leo, kina maana, kimebeba hatima. Binadamu wengi tunaishi kwa kusahau yale tunayoyapitia, tunaishi kwa kunungunika kwa yale tunayoyapitia. Watu wengi tukipita kwenye misuko mingi, tunaanza kuumia, tunaanza kujilaumu, tunaanza kujitamkia mabaya kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unatakiwa ukae chini, utafakari chochote unachokipitia kwenye maisha kimebeba maana kubwa. Usipuzie unachokipitia. Usipuzie neno la Roho. Usipuzie mabaya yanayokuja kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema mtumishi unazungumza nini? Kama mtu hajakubebea mzigo, hawezi kujua uzito wa mzigo uliochukua. Kuna watu wengine wanatamani kwamba mimi maisha yangu bora hatima yangu ishie hapa, bora niishie kila kitu kiishie hapa. No. Hakuna anayefanikiwa pasipo kupita kwenye. Hakuna anayefika kwenye hatima yake pasipo kupita kwenye yake. Hapa kuna njia mbili, kuna njia ya Mungu na kuna njia ya giza. Ndio maana hapa kuna vitu vingi, kuna Illuminati, kuna Freemason, kuna Mungu. Unachagua. Kwa maana ukirudi kwenye maandiko anasema nimeweka baraka na laana. Manake wanadamu tunachagua ni wapi pa kwenda. Lakini kumbuka neno hili linalokusii mwana wa Mungu. Chochote unachokipitia, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye eneo lolote lile, limebeba maana hatima yako kesho. Watu wengi mmepoteza watu wa msingi kwenye maisha yenu kwa sababu ya yale mnayopitia. Watu wengi mmepoteza vitu vya msingi na watu muhimu kwenye maisha yenu kwa sababu ya yale mnayopitia. Unasikia nini? Unawaza nini? Unaona nini? Unasikia wanazungumza nini kwenye maisha yako? Unachoambiwa leo kinaweza kuwa baraka kwenye maisha yako au kikawa laana kwenye maisha. Unachokiona leo kinaweza kuwa baraka kesho au kikawa laana kwenye maisha. Tumekuwa ni watu wa kuzungumza sana. Tumekuwa ni watu wa kujitamkia mengi. Ukirudi Isaya 7:7 anasema maneno haya yatakuwa hatasimama. Unajitamkia nini mwana? Unapopita kwenye shida unazungumza nini? Unapopita kwenye mafarakano unazungumza nini? Unapopita kukoseana na mwenzio unazungumza nini? Unatamka nini? Kinywa chako kimebeba nini? Kinazungumza nini? Unapoingia kazini usipate fedha, usipate kile unachokihitaji, unazungumza nini? Unajitamkia nini? Tumekuwa ni wanadamu ambao tunatamka mabaya kwa wengine.
tunafika mahali tunamuona Mungu atende, lakini sisi vinywa vyetu vinatamka mabaya, vinatamka giza. Tunataka kufanikiwa, lakini tunajitamkia mabaya. Anasema ajionavyo mtu alivyo, ndivyo hatima yake ilivyo kesho. Ukijiona maskini leo, kesho utakuwa maskini na kizazi chako kitakuwa maskini. Watu wengi tuna plani nyingi, tuna mipango mingi, tunaomba sana, tunasali sana, lakini hakuna matokeo kwa sababu ya sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nazungumza ili swala upate kunielewa, mwana wa Mungu. Natamani upate kufika mahala kujifunza zaidi. Watu wengi tunafeli kufika kwenye hatima zetu kwa sababu ya yale tunayopokea na yale tunayasikia. Jambo la kwanza lilomsimamisha mwanadamu aweze kufika mahala ni kuilinda amani ya moyo wake. Silaha ya kwanza ya adui anayotumia ni kuhakikisha kuondoa amani kwa mwanadamu ndani ya moyo wake. Chochote unachokiruhusu kinapoingia ndani ya moyo wako kinakufanya usiweze kufikia malengo. Namba 2 anasema na kufanikiwa katika kutazama, kufanikiwa katika kutazama, kufanikiwa katika kutazama. Manake kama hakuna amani kwenye maisha yako, huwezi kufanikiwa. Kama hauna amani kwenye nyumba yako, hamwezi kufanikiwa. Kama hakuna amani kwenye mahusiano yenu, hamwezi kufanikiwa. Kama hakuna amani kwenye biashara zako, huwezi kufanikiwa. Yesu asifiwe. Tuko mwezi wa 10. Mwezi wa 10 ni sheria, ni hukumu. Namba 10 kinabii ni sheria, ni hukumu. Ni wangapi wanaokuhukumu? Ni vingapi unavyosikia? Watu wengi tunasikia maneno tunayaacha kama yalivyo. Watu wengi tunasikia maneno mabaya kwenye maisha yetu tunayaacha kama yalivyo. Unajitamkia, ni kweli mimi nimezaliwa kwenye familia maskini. Ni kweli mimi nimezaliwa sina biashara, sina kitu. Lakini kuna watu wamezaliwa hawana support. Wamepita kwenye maisha magumu, lakini leo wamefanikiwa. Wewe ni nani? Unajitamkia nini? Unawaza nini? Watu wengi wapo kuangalia umri unaenda. Watu wengi wamefika mahala kujichafua kwa sababu wanaona umri unaenda. Umri wangu unaenda, siwezi kuolewa. Umri wangu unaenda, siwezi kufanya. Wanaamua kuchukua maamuzi magumu na kutoka kwenye hatima. Hakuna mwanadamu yuko katika dunia hii asiyekuwa na mipango kamili na Mungu. Kila mwanadamu ana hatima yake ya mafanikio, ana njia yake ya kupita. Watu wengi tunahitaji kulazimisha njia zisizo za kweli ili tuweze kufanikiwa. Kila mwanadamu unayemwona ana njia yake ya mafanikio.